Msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Msifu Bwana, msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Oh, msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Oh, msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Oh, mwimbie Bwana daima, moyo wangu mwimbie Bwana daima. Mwimbie Bwana daima, moyo wangu mwimbie Bwana daima. Oh, mwimbie Bwana daima, moyo wangu mwimbie Bwana daima. Mwimbie Bwana daima, moyo wangu mwimbie Bwana daima. Oh, msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Msifu Bwana daima, moyo wangu msifu Bwana daima. Anakupenda daima, oh, mwimbie Bwana daima. Oh, ni wema sana daima, mwimbie Bwana daima. Mwinue Bwana daima, tukuze Bwana daima. Ni wema sana daima, mwimbie Bwana daima. Anakupenda daima. Tuamini na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu unaishi na kutawala, tuko mbele zako tena masaa na majira haya, tukilishukuru na kulinua jina lako, tukisema ni asante kwa matendo yako makuu ya ajabu Bwana ambayo umetutendea, na hata Bwana umetupa kibali cha kuja na kukuabudu. Hivyo Bwana, pokea sifa, utukufu na heshima na zikurudie, maana si kwa nguvu zetu wala kwa ujuzi wetu, bali ni kwa neema na kwa rehema zako e Jehova. Umetusaidia Bwana kuja katika nyumba yako. Asante Bwana kwa ajili ya ibada ya matoleo ya fungu la 10, na yabarikisha mikononi mwako, uyabariki. Bariki watoto wako Bwana, wamekuja mbele zako kukutolea. Naomba Bwana uwakumbuke na uwatende mema sawa sawa na neno lako. Asante Bwana wa uzima, masaa na majira haya tena kwa ajili Bwana ya kusikiza neno lako. Namleta mtumishi wako mikononi, anapokuja na kuchukua madhabahu haya kwa ajili ya neno. Naomba Bwana umsaidie, umwezeshe, maana ni chombo mikononi mwako. Mutie maneno ya uzima ya kuponya roho zetu mchana huu wa leo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Piga makofi yako kwa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimu nyote kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu ukaso. Amen. Bwana Yesu neko bubaha. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, uko na furaha? Amen. Una furaha katika Bwana? Amen. Haleluya. Amen. Basi furaha yangu imezidi sana katika Bwana, kwa sababu Bwana amekuwa mwema, amekuwa mlinzi wangu na amekuwa tegemeo langu. Bwana Yesu ukaso sana. Amen. Haleluya. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu apewe sifa. Jumapili ilikuwa ni siku yetu ya kumaliza mkutano pale Josa, na nashukuru Mungu sana. Tulikuwa na mkutano ambao tuliyaona matendo makubwa ya Mungu akiyatenda pale Josa. Bwana Yesu apewe sifa. Niwashukuru sana nyote
kwa kujitolea kwenu kuwapo kwa mkutano ule, kutoa pesa zenu kufanikisha mkutano ule. Haleluya. Nasema kabisa Mungu wa mbinguni awabariki na awatende mema. Bwana pewe sifa. Kama vile dada yetu ameshuhudia, nilikuja kupata huo ushuhuda juzi tukiwa mahali tunazungumza na wapendwa, ndio akaanza kunieleza habari za huyo mtoto aliumia, na nikasema kwa kweli kabisa kujitolea kwa huyu dada kwenda kwa mkutano ndiko kuliko mwokolea huyo mtoto. Haleluya. Hata tulikuwa na mke wangu tukaambiana kweli, mwanadamu atauliza, mtu ameenda kwa mkutano wiki yote, siku 4 zote akitembea, kwa nini tena mtoto wake aje kuanguka na kwa gari? Kibinadamu. Bwana pewe sifa. Lakini tukawa tunazungumza, hili ni jambo la kumwonyesha dada kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Kile kilipangwa na shetani, kile kikubwa adui alikusudia juu huyo mtoto, kilishindwa, badala yake kutokea majeruhi tu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii ni heshima ya kumtumikia Mungu kama alivyosema kwa neno lake kwamba tukimtumikia atatuheshimu. Hii ni heshima ya Mungu kwa dada yetu aliyomwonyesha kwamba mtoto amepatwa na hiyo hali ya kuanguka kutoka kwa gari. Bwana apewe sifa. Gari ikiwa inaenda, hata ukianguka tu kama kutoka hapa mpaka chini, wewe uko hatarini ya kufa. Sasa huyo mtoto alipangiwa hayo, lakini Mungu alipangua hayo. Na kilichosababisha Mungu apangue haya alipangwa na shetani ni dada kuwa kwa mkutano tangu siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Haleluya. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu ya ushindi mkubwa aliyompatia dada yetu, na shetani akashindwa. Alipanga tuaibishe, lakini ameshindwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo kwa sababu ya muda wetu, leo ni siku yetu ya muhimu ya kuleta fedha yetu kwa ajili ya yale ambayo tuko naye mbele yetu. Basi sitaki nichukue muda mrefu, nataka twende kwa neno la Bwana, alafu baada ya hapo tutaenda kwa kuleta pesa. Amen. Naomba tuangalie Injili ya Mathayo mlango ule wa 3 na tusome neno la Bwana kutoka kifungu kile cha 5 pale, na nitazungumzia mambo mawili matatu hapo, alafu taada mali pengine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jambo ni kwamba tumepokea wokovu mkuu kwa neema. Bwana apewe sifa. Na wacha tusome haya maandiko alafu tuendelee. Amen. Amen. Ndipo alipomwendea Yerusalemu na Yudea yote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayo kuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana kwamba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe
haya kumwinulia Ibrahimu watoto, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Bwana Yesu apewe sifa. Acha nisimamie hapo. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba huyu ni Yohana Mbatizaji aliyemtangulia Bwana wetu Yesu Kristo, akawa sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na Yohana kahubiri ubatizo wa toba kwa maji. Bwana apewe sifa. Yesu akawaambia, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Na walipokuja watu akawabatiza, na wale Yohana basi akawabatiza. Na baada katika kuendelea kubatiza, maandiko yanasema wakaja watu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima msi switch volumes, mna switch off alafu mnaacha. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa baada ya kubatiza, tengeneza hiyo, mmeharibu sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya Yohana kubatiza watu waliokuja kutoka Yerusalemu na Uyahudi wote, anasema wakaja Mafarisayo na Masadukayo ili wabatizwe. Bado hujatengeneza. Ili wabatizwe na Yohana. Na Yohana alipoona, Biblia inasema kwamba akawakemea, akawaambia, eni kizazi cha nyoka, ni nani aliyewaonya? Ni nani aliyewaonya mwikimbie hasira inayokuja? Bwana Yesu apewe sifa. Utamuliza Yohana, mbona anaita watu waje kutubu? Mbona hawa anawakemea? Mbona hawa anawauliza hili swali? Bwana apewe sifa. Hawa ni Mafarisayo na Masadukayo, watu ambao walishika kumjua Mungu na wakakwama mahali, na hata wakajisifia mambo fulani badala ya kumtaka Mungu awe Mungu wao, Mungu wa kuwasaidia. Sasa watu hawa siku zote, ndio hapo chini anasema, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba mna baba ndiye Ibrahimu. Walikwamia hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa akawaonya, akawauliza, ni nani aliyewaonya? Nani aliyewaambia ninyi mwikimbie hasira inayokuja? Lakini baada ya hayo, sasa mstari ule wa 8 anasema, basi, haleluya, basi zaeni matunda yapasayo toba. Amen. Mumeujia ukombozi huu, mumeujia wokovu huu, mumeijia neema hii. Haleluya. Sasa kuanzia sasa hivi, kinachowastahili mfanye, kinachowapasa mfanye ni kuzaa matunda yanayopasa, yanayofanana na toba. Haleluya. Amen. Mulikuwa msiokoke ninyi, mulikuwa msipate hizi rehema, mulikuwa msisamehewe ninyi,
Lakini kwa sababu mmekuja, siwakatazi neema isiwajie, lakini kama mmepata hii neema, haleluya, sasa inawapasa muzae matunda yanayofanana na kutubu kwenu. Yani, haleluya, katika toba. Hapa kwetu kwa toba, mtu akitubu anahitajika aonyeshe. Mtu wa Mungu sikiliza, haleluya, si wale waliokemewa tu, hata mimi na wewe tulistahili kukemewa. Haleluya, tulistahili kukemewa, maana hatukustahili neema hii. Haleluya, kwa sababu ya dhambi na maovu tuliyotenda, lakini kwa neema yake Yesu, kwa njia ya imani, tukapata hii neema ya kuokoka. Sasa kwa sababu tumeokoka kwa njia hii, haleluya, lazima mwana wa Mungu hakikishe ukiwa katika wokovu wahitajika uzae. Mwokovu aliokoka kwa neema, wahitajika uzae matunda yanayodhihirisha, yanayoonyesha toba yako, neema hii, ili neema izidi, haleluya, kuenea kwa watu. Bwana pewe sifa. Umewekwa kwa kusudi uzae. Bwana pewe sifa. Naomba mtu wa Mungu nisikilize, ambao uko imani mwa Bwana. Tumeitwa na Bwana kwa hii neema, hatukustahili. Bwana Yesu apewe sifa. Sioni mtu aliyestahili hapa hii neema. Maandiko yamesema wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wamehesabiwa haki bure kwa njia ya imani kupitia Yesu Kristo. Sasa huku kuhesabiwa haki, haleluya, hujaletwa uketi tu, hujaletwa ukae tu. Umeletwa hapa kwa sababu ya kuzaa. Bwana asifiwe. Kazi ni kuzaa, ili hii neema iongezeke kwa watu. Lazima wewe mwokovu uliokoka uzae. Kuna miti hapa na iheshimu na ipenda, japo watu wengi wanaichukia, lakini naipenda. Kuna mti tunaita mwemberi, wengine wanaita mshomoro. Bwana apewe sifa. Huu mti, amen, historia inasema waliuleta kama maua. Naomba watu wako hapo nyuma wasaidiwe, hizo kelele sizitaki. Wazee wa kanisa nikazie mtafadhali. Bwana Yesu apewe sifa. Huu mti waliubeba, anasema kutoka Mombasa, wakauleta kama maua. Walikuwa na upanda kama hivi, alafu anaukata, unakaa vizuri hapo nje. Lakini wakakosea, hawakuua mbegu ya huo mti. Hiyo mbegu huo mtu kajitambua, madamu nimefika hapa, kazi ni kuzaa. Sasa mshomoro ukaanza kuzaa, mwemberi ukaanza kuzaa. Amen. Kati ya miti ambayo imeenea sahihi ni mshomoro. Kwa nini mshomoro umeenea? Umefanya kazi. Ulipojua tumeruhusiwa kuja Taita, ardhi ya Taita twaipenda. Sasa kazi hapa ni kuzaana. Sasa ukija hapa busi utaupata, ukienda kwetu usiseme. Mshomoro umejaa. Mwokovu ambaye umeitwa na Bwana, haleluya, nasema jitambue ya kwamba umeitwa si kukaa bure.
Haleluya. Mwokovu si kukaa bure kanisani. Mtu wa Mungu naye nitazama, si kukaa bure ukasema nimeokoka. Kazi inahitajika. Anawaambia Yohana hawa watu ambao wamemjia Mafarisayo na Masadukayo, hamukustahili kuokoka, hamukustahili hii neema, lakini maana mmeijia na mmeipokea, sasa mwahitajika mzae, na kile mtakachokizaa kifanane. Si kuzaa tu, mtu wa Mungu. Haleluya. Nasema sio kuzaa tu, uzae kinachofanana. Wokovu na sura. Halo. Wokovu uko na sura, na sura ya wokovu lazima kila unazaa kitokee, kionekane kama wokovu. Sio kuzaa chochote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mwokovu sikae tu bure bure. Kaa uhakikishe unazaa matunda, tena matunda yale yafanane na kule kutubu kwako. Haleluya. Waweza kuzaa vitu ambavyo havifanani na kile kiko ndani yako. Ndio hapo anasema, haleluya, na shoka limekwisha kuwekwa tayari penye mashina ya mti. Bwana Yesu apewe sifa. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri, kumbe wazazaa, lakini asiwe matunda mazuri, hukatwa na kutupwa motoni. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa, zaa. Hakikisha unachokizaa kinafanana na hapo kwenu. Amen. 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 Mama akibeba ujauzito, na kama alikuwa kuruka huku na kule, atakuwa na wasiwasi, maana haelewi hii mimba aliipata na nani. Ama si ndio mama? Haleluya. Amen. Uko na mme, lakini kule kuna mwingine na kule mwingine. Sasa wajipata ni mjamzito wewe. Sasa utakuwa na wasiwasi, maana huelewi sura ikitokea itatoka ya nani. Bwana Yesu apewe sifa. Hii jamii watu wote ni weupe. Baba ni mweupe, watu hawa ni weupe, hata mwenye ni mweupe. Sasa leo watuzalia mweusi makaa. Tukimwangalia mwili wake vile unakaa, hatufanani. Hapa ndoa inaharibika. Hapa utalazimika uende kwenu. Bwana apewe sifa. Maana kinachozaliwa hapa akifanani na sisi. Halo. Hello. Utaeleza hii mimba ni ya nani? Mbona huyu mtoto hatufanani? Tukitafuta pua si yetu, hata si yako. Si yako. Wewe utabidi uhamishwe. Ndio maandiko yanasema kila mti usiozaa matunda mema, yani matunda yafananayo na neema ya wokovu. Kuna tabia si zetu kwa wokovu. Haleluya. Amen. 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 Mwasemaga siku na watoto wananunuliwa.
Mwasema kuna watu wananunuliwa. Eh. Wale wamepotezwa, sio wametupwa, sio mfanano, unaenda huko alafu unaongea na wenyewe unapewa, unalipia. Kwa wokovu hakuna cha kulipia, deni imeshalipwa, kazi ni kuzaa. Amen. Yaani kwa wokovu hakuna tasa. Wahitajika uzae kitu cha kuonyesha toba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kwa nini maneno haya yanazungumzwa? Angalia kitabu cha Waefeso. Waefeso mlango wa 2 8 na 10. Waefeso mlango wa 2 Waefeso mlango wa 2 nasema hivi: kwa njia ya imani ambayo kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu, si ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anasema ninyi mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hata imani iliyokusababisha uokoke si yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wengine wanajisifia, mimi wapendwa, hata sikuhubiriwa na mtu, basi nikaa nyumbani nikasema leo nampokea Yesu. Si hiyo naisema. Hii neema ilifanya kazi ndani yako, ikaweka ndani kitu kinaitwa imani. Haleluya. Amen. Yaani imani yenyewe si mali yetu. Kuokoka tu kwa maana tulitaka. Haleluya. Amen. Ni kazi iliyofanywa na Kristo Yesu kutuletea. Sasa tumeokoka kwa neema, kwa njia ya imani, si kwa matendo. Hawa Mafarisayo na Masadukayo walishikilia matendo. Haleluya. Waliishi kwa matendo, wakasimamia matendo. Haleluya. Amen. Kuna sheria iliwabeba, wakaishikilia hiyo, wakaenda kwa, na usipofanyiwa kwa wewe ni mwenye dhambi, huna Mungu. Lakini leo hii, haleluya, Amen, tumepata hii neema na tuko hivi tulivyo kwa sababu ya Yesu Kristo. Amen. Hebu ngoja nikuje kidogo. Haleluya. Amen. Kuna sheria hazikuruhusu ufanye huduma. Amen. Wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni kiongozi wa mama, Bwana apewe sifa. Unajua sheria kuruhusu kiongozi wa mama, sheria haikuruhusu. Lakini kwa kiongozi wa mama, kwa sababu ya neema, haleluya. Unajua kwa nasema hawezi kuwa mzee wa kanisa kisheria. Bwana apewe sifa. Mfunge harusi. Haleluya. Sheria hairuhusu uwe mzee wa kanisa, uwe kiongozi kama hujafunga harusi. Bwana asifiwe sana. Christine, Bwana asifiwe. Wewe ni mzee wa kanisa, mweka hazina kanisani, sheria haikuruhusu. Haleluya. Amen. Neema ambayo tumepewa
imevunja zile kingo, ikaturuhusu kwamba tumekubalika kwa Mungu, si kwa matendo. Ndo leo ni mzee wa kanisa. Haleluya, Amen. Bwana apewe sifa. Amefanywa hivyo si kwa matendo aliyotenda. Kwengine utaangaliwa na utakosolewa kwa sababu hukuhitimu. Kuna vitu huwezi kuvifanya kwa sababu hujahitimu kwa mambo fulani. Haleluya, Bwana apewe sifa. Amen. Tangu umeokoka umekula meza ya Bwana, umeshiriki meza ya Bwana. Haleluya. Nilikuwa nataka kujua tu, anasema ameshiriki meza ya Bwana hapa lakini hajawekewa mikono. Ameruhusiwa kwa sababu ya neema ya Kristo, kwa kujulishwa kwamba kwa damu ya Yesu msalabani, Yesu anayesema damu hii ama kikombe hiki ni damu ya agano jipya, ni damu yangu. Haleluya. Sasa hiyo damu ambayo tumeishiriki kwa kutuosha sisi, ninapoijia, haleluya, na kuipokea, inaniwezesha kuendelea na safari. Ndio amesema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Wapendwa, neema hii ambayo tumeipokea si ya kuchezea. Wewe ambao umeitwa mwokovu, usicheze hii neema. Hata kama dunia imeharibika kiasi gani, linda, usicheze wokovu. Haleluya. Amen. Ndio anasema lazima uzae matunda yanayofanana na toba. Bwana pewa sifa. Si kwa matendo ya mwili kwamba mtu ajisifu. Bwana pewa sifa. Yangekuwa ni matendo ya mwili, usingekaa hivi ulivyo. Lakini kupitia Yesu Kristo unadhihirishiwa kila siku, hata roho yako inashuhudia na roho ya Mungu kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Yohana mlango 15. Yohana mlango 15 pale nyuma kidogo. Yesu anajieleza vizuri hapa. Anasema hivi, mstari wa kwanza. Yohana mlango wa 15 kifungu cha kwanza, anasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa sana. Haleluya. Yaani kuendelea kuzaa kwako yategemea kujiunganisha kwako na Bwana Yesu. Haleluya. Halafu anasema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa
peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Yesu anajieleza ili uelewe mtu wa Mungu. Anasema yeye ni mzabibu wa kweli na Baba ni mkulima. Mkulima hutayarisha ardhi, hushughulika kupanda mzaliwa ama mti wa kwanza. Kwa mfano, leo mvua imenyesha, naamini kesho mshikiki. Haleluya. Amen. Unapoenda kupanda mahindi, huendi na gunia mzito umebeba. Huwa unaenda na mfuko au kilo 2-3, na unachimba mashimo baada ya matayarisho ya shamba, na katika kila shimo unaweka aidha tembe 2 au 3. Wengine wanapanda hata moja. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kazi yako ni kupanda. Kila unachokipanda unakijua jina lake. Kama ni mbegu ya mahindi, wajua nimepanda mahindi aina hii. Haleluya. Kama ni 0.4 wajua wewe, na ardhi yajua. Haleluya. Ya hata kama umepanda mdavida wajua wewe. Kama yako yamechanganyikana ya blue, red, hizo rangi zote umepanda wajua wewe. Na ardhi ya jua na mbegu ya jua. Sasa baada ya siku kunatokea mhindi mmoja mmoja, au kama ulipanda 2 zote zitatokea. Utaanza kuona mahindi au mihindi, wacha niite hivyo, kama ni Kiswahili mtanisamee, na wale mnaniangalia msicheke. Haleluya. Yani kutatokea mimea ambayo imetokea shambani kwako unayaita mahindi. Amen. Yakifa hutabeba gunia, jua likitokea alafu yafe, kama hajazaa hutapata kitu. Badala yake utakatia kama ni ng'ombe au yache afudie shambani huko. Lakini ili ufaidike na kila umepanda, haleluya, Amen. kila unapoamka asubuhi watazamia yameanza kutoa nini? Tuaita mpunga ama nini? Vleri na kitaita. Wacha mambo yako hapa, watakunifanya mshamba nini? Ati Vleri? Wacha mambo yako hapa. Haleluya. Hata si maua. Sinaambia tumeweza kutoa maua. Marage ndio za kutoa maua. Haleluya. Haya, yaanza kutoa hiyo mipunga, yaanza kutokea. Alafu anza kuona hapo, yaanza kutoa dalili ya watoto. Hii mpunga hii na hii mwaita vibala hivyo vitoto vidogo vyatokea na ndevu. Haleluya. Ukiona hizo vindevu vyatokea kwa mahindi na hiyo mipunga hapo juu, iko na maana yake. Hakuzaliwi tembe. Wewe mwalimu wasemaje? Endelee. Sawa. Bwana apewe sifa. Hakuzaliwi tembe kwa mahindi pasipo hiyo mpunga. Hiyo mpunga juu yake imebeba unga fulani. Hiyo poda unaiona hapo iko na maana. Sasa huu mhindi
wajitengenezea kuzaa ili utoe kitu cha kufanana na huo mti wenyewe unavyoitwa. Yaani muhindi si hindi. Mbona tunaangalia vibaya lakini? Come again, come again. Bwana asifiwe. Amen. Nasema muhindi si hindi usipotoa mahindi. Au sio? Ili ufaidi muhindi lazima utoe mahindi. Na kutoa mahindi si kazi ndogo. Watu wananishangaza, mtu anaenda shambani alafu anatoa zile anazingoa. Wewe ni vile uelewi kitu gani nafanya. Mwokovu uking'olewa vitu fulani huzai. Lazima uruhusu vitu vyote vya kwako vya kiroho vikae. Amen. Ili uzalishe vitu vya maana kwa wokovu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ukiona zile ndevu zatoka hivi, ile pole ninaanguka kama ile poda. Yeah. Inaangukia vile vindevu. Vile vindevu vyapeleka ndani. Ndivyo hapo kupatikane kiguzi ndani na hizo tembe zianze kutengenezeka. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Mwokovu hahitajika ujihakikishe. Haleluya. Amen. Kinachotubeba kwa wokovu, haleluya, Amen. tuzae vitu vya faida kwa wokovu, ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Mwokovu sikubali kukaa na wokovu bila Roho. Hautazaa kitu usipokuwa na Roho Mtakatifu. Ndio Yesu akasema, bado kitambo kidogo hamtaniona, bado kitambo kidogo mutaniona, maana naja kwenu. Haleluya. Amen. Yesu alipoondoka katikati ya wanafunzi hakuonekana tena, lakini akawaambia, Matendo ya Mitume, musiondoke Yerusalemu, kaeni hapo mungojee kipawa. Mimi hamnioni sasa, lakini naja. Kile kipawa, Roho Mtakatifu, haleluya, Amen. ni ushirika wa utatu wa Baba, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Na utatu huu huwezi kubalisha hata useme Roho, Mwana, Baba. Haleluya. Aliye wa kwanza kujidhihirisha kwetu sisi ni Baba, akaupenda ulimwengu. Haleluya. Amen. Alipotupenda akashindwa atafanyaje tukomboe, akamtoa mwana. Haleluya. Amina. Mwana alipoona anaondoka, tutabaki yatima, tutateswa, hatutafanikiwa na wokovu, akasema, naenda kwa Baba, nitawaombea msaidizi ili akae pamoja nanyi. Ndiye Roho wa kweli. Yesu akamwomba Baba Roho aje kwetu. Amen. Mwokovu usipokee wokovu ukamkataa Roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema ili uzae, wazatoa hizo mpunga lakini zikakosa hiyo poda. Haleluya. Amina. Amen. Amen. Nenda uangalie mahindi ya kisasa, kwa vile umeshapanda yamepita. Huu msimu unapanda, nenda uangalie shambani kwako. Ukiona hapo kunatokea kamtoto na kakose, okay, pole na wakati mwingine iko na uzuri yazahamishwa maana nabebwa na upepo. Hata kule Tana River naambiwa wanapanda,
wakipanda laini 6 ama 3, kama 6 na 3, wakipanda laini 3 wanasema mahindi ya kike, wanapanda laini 3 mahindi ya kiume. Bwana pewe sifa. Hivyo nakufundisha vitu vingine, lakini sasa vikusaidii kwa sasa, maana uhitaji mtu mwingine. Hii wajibeba wewe. Sasa hii ya Kitaita ndio yetu ya kiroho. Hii ya wazungu ya kule Tana River, hiyo ni ya wazungu, ni yao, tuachie wasomi. Lakini yetu ni ya kiroho. Haleluya. Amen. Wokovu usibeba na akili, wokovu wabebwa na roho. Sasa waakili wanafanya hivi, wanapanda laini 6 mahindi ya kike, alafu wanapanda laini 3 mahindi ya kiume. Haleluya. Sasa yakifika kwanza kutoa hizo mpunga, ni kazi kuzing'oa kwa kila hindi la kike. Yaani huruhusu hizo kike ziachilie ile pollen, unazing'oa zote. Kwa hizo laini 6 utakani kuacha hata moja imetoa hivi, zote unazing'oa, ili kwamba ile pollen inayotoka huku ije huku kwa hizi za kike, ili zizae. Aha. Haleluya. Sasa hiyo ni ya wasomi, hatuifananisha na wokovu. Wokovu utapandwa wewe, utoe mpunga wewe, utoe vindevu wewe, upokee wewe, uzae wewe, Yesu akujie wewe, upeane matunda. Amen. Hakuna cha mwanaume kuleta. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu wapendwa, ndiye wa kutusaidia tukulie wokovu. Ukipanda muhindi kwako shambani haujazaa, hata kule wakati mwingine shambani nakuta mengine mwenzake ametoa, alafu wako 3, alafu yuko hapo chini hajazaa chochote, na ngimwangalia ana dalili, kamata mkono, ng'oa, tupa mbali. Tunafanyaga hivyo. Wao utawachache hii hindi linakula mbolea hapa na halizai kitu, hata halizai, ng'oa hii, tupa, patia wenzake nafasi. Ndio maandiko yamesema, na shoka limewekwa tayari kwenye shina kukata mti. Sio mti huu, wewe usiyezaa. Ndio maneno nimepewa na Bwana nikwambie, ukikaa hapa kama uzai, wahatarisha maisha yako. Wahitajika uzae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtu wa Mungu, kile ambacho hitajika ufanye, zaa matunda. Na ili usaidike, wahitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ili usikatwe, wamhitaji Roho Mtakatifu. Wokovu hatuubebi kwa akili. Wokovu taubeba kwa kuamini ndani yetu, na kile tunachokiamini ni kile hatujakiona. Haleluya. Wokovu hukuja kwetu kama vile ninavyokuja kwenu hivi. Hata mkaona huu ndio wokovu, kuna miguu, kuna mikono. Wewe ukija koroshwa hindi hivi, ndio utajua iko na imezaa. Sengine inakaa hivi kabisa hivi, hata imefura kabisa, nafikiri ni hindi. Ukilifungua ndani ni kiguzi akina. Haleluya. Usiruhusu tokee kwako. Zaa matunda yanayopasa toba. Amen. Zaa matunda yanayopasa toba, yanayofanana na kutubu kwako katika wokovu. Ndio Yesu anasema ya kwamba yeye ni mzabibu wa kweli na sisi ni matawi.
Hebu nimalizie na maneno haya kuyarudia tena. Hapo 5 amejeleza vizuri. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Haleluya. Hivyo ukikuta mti umeondolewa majani, matawi yote, alafu kabaki tu hivi, Bwana pewa sifa. Kuna rahisi wa kujua ni mti gani huu? Ni miti michache sana unaweza kujua ni mti aina gani. Kwa mfano Grevillea unaweza ifjua kwa urahisi. Mkulumba yule yenye mamiba hivi unaweza ujua. Mwembe wasajua ni mwembe, lakini si mwembe aina gani. Sawa, Bwana pewa sifa. Miti mingi ukiondoa matawi yote, na usiache hapo, ukiulizwa ueleze huu ni mti gani, waza una ni mwembe, lakini sio ni mwembe aina. Bwana pewa sifa. Sasa ili mzabibu ujulikane ni mzabibu, utakujulisha kwa matawi. Maana matawi yamebeba majani. Majani yako na sura ya ule mti. Lakini wazaujua ni mzabibu kwa sababu ya matawi. Na Yesu anajivunia, anasema wewe umeunganishwa naye. Haleluya. Yani wokovu umetuunganisha na Bwana Yesu. Sasa sisi tumezaliwa, haleluya, tumezaliwa ndani ya mzabibu Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yani wewe ni wa heshima ndugu, kwa sababu umezaliwa ndani ya. Kuna mtu kuna tabia kishetani, si hapa kwani mnauitaje? Kuna mtu najibebesha kwa wenzake hivi, kilaso. Huyu mtu kuna kishetani sana. Unashikisha na mwenzake hata hawafanani, lakini anashikilia hapo na hataki kutoka. Nasema sisi si kilaso. Amen. Sisi tumezaliwa. Amen. Huyu kilaso ukimgonga hivi anakwanyuka, anaondoka urahisi, maana hajaunganishwa, amejishikanisha. Sisi na wokovu wapendwa tumezaliwa. Amen. Asili yetu ndani. Yes. Sisi ni zabibu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, tusieze wokovu, sisi ni mzabibu wenyewe. Yani sisi na Yesu hatutenganishwi. Amen. Ndio anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa nitaliondoa. Mbona hapana kucheza? Kama ulivyoletwa kwa hii neema, ukichezea neema itakukataa. Usijaelewa. Amen. Amen. Aliyekuleta kwake ukazaliwa kwake ni Yesu. Sasa ukileta machezo hapa kwa uokovu, kuzaa huzai, na hata ukizaa wazaa vitu vya kishetani, havifanani na mzabibu hapa. Haleluya. Amen. Maandiko anasema, Yesu anasema nitakuondoa. Bwana asifiwe. Mpendo, usiruhusu ondolewe na Yesu. Umeshawahi kuona branch inakauka yenyewe?
mti wote uko green, lakini jambo mwingine panakauka. Wewe unakoshona nini lakini? Mpaka mwisho mama anapita hapo, ai luki lumolua. Mwanaranga lupi lumolua. Hata kama uko juu, anatafuta mtu mwingine, anakata, anaweka hapo, anavuta. Na kwa sababu umekataliwa unavunjika. Kazi ni wapi? Motoni. Wanapika sima, wanapika chai, na kule umeacha green. Hapana mpendwa, nimetuma nikuambie, hakikisha ubaki hapo. Na ili ubaki hapo, Yesu anasema lile tawi linalozaa nalisafisha. Haleluya. Nalisafisha. Yesu ana kazi ya kusafisha. Waokovu wanaodumu kwa uokovu, waokovu wanaosimamia nafasi zao za kuzaa. Yani mpendwa, ukai kwa uokovu bure bure, lazima uzae. Tafuta kumzalia Bwana. Tafuta kumzalia Bwana. Nasema tafuta kumzalia Bwana. Haleluya. Amen. Wakati mwingine unaweza kuona maisha haendi. Maisha yamekuwa magumu. Unajaribu vitu haviendi. Unauliza, lakini mimi nitakuwaje mwokovu? Wenzangu wanabarikiwa, mimi sibarikiwi. Haleluya. Amen. Shida si wokovu wa uzalishi. Wapendwa, wokovu unazalisha. Haleluya. Amen. Nasema wokovu unazalisha. Kwa wokovu kunazaliwa vitu. Haleluya. Amen. Maisha ndani ya wokovu ni kila kitu. Bwana pewe sifa. Amen. Lakini wazaishi maisha ya kukauka kwa sababu hutaki kukaa kwa mzabibu. Hufanyi kitu cha maana kwa mzabibu. Muti, Bwana pewe sifa. Muti unapandishaga maji. Bwana pewe sifa. Na hata kiangazi kiwe, bado mtu unang'ang'ana kupeana nini? Chakula. Ndio unaona tu bado mtu ananawiri tu. Kiangazi kinapaa kinaisha. Hata kama unasema wacha nijifanye kama nakufa. Kuna mtu wakati wa kiangazi, wamama ndio anapanga, anajaribu, no goma gosi. Ugoma, jamani mlikuwa nitasema kwa makosa. Ewe de malfoka mbishi. Mtu anasema wewe usiniguse mimi. Mimi niko sawa. Haleluya. Mpendwa, zafika siku mambo yameharibika, ni kama kumekauka, ni kama huishi, ni kama utafikiri unakufa, lakini hufi, maana kuna kazi inafanywa na mzabibu. Kuna siku mpendwa utafika, yani waleti zako, pochi zako, vidambi vya leso vyote umefungua, huna hata senti. Na hata ukasema dada ni kwisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Yani ukasema kwisha. Hapo. Yani lori haziji. Mbona ukasema huyu jamaa kwisha. Lakini wakija kugusa kwa wokovu, maana kuna vitu nafanya. Baba anasema huyu bado hajakauka. Yuko. Siku zinatokea, ile miti ya kukauka hivi inashangazaga, kabla mvua ianze inaanza kuchipua majani. Na mvua haijanyesha bado. Sikuna miti mnaionaga hiyo. Yana toa majani na bado mvua haija. Sisi wokovu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mpendwa, taka kuzaa kwa Bwana. Amen. Ukijifunza kuzalia Mungu, hakuna siku talia. Na watu wakikuja kufanya ulie, Mungu anatuka anasema hapana, wachana na mtumishi wangu. Amen. Siku la ametaka kukucheka, baba ndio lori zinaingia mpaka utaanzana, kwani jamaa enda kwa hao. Yaani lori kiingia hii, mbona sipati imeingia nyingine, mbona nyingine, kwani yeye imeingia
Yaani unapakia mpaka unasikia mikono Haleluya. Lakini inasababisha nini? Ni kuzalia Bwana. Hawezi kaa nyumbani kwa Bwana mpendwa, siku zote tunakaa mkono hivi. Bwana apewe sifa. Sikute mkono wako huko. Alafu siku za baraka ya Mungu, wewe utangojea zaidi. Haleluya. Amen. 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 Ukitaka ujinue viwango za kwa Bwana, wakati ufalme unahitaji chochote, ufalme wajijenga wenyewe. Ndio nimekuambia muhindi ama mahindi. Haleluya. Lakini muhindi ndio bora. Mwalimu saidie. Inakuwa ni muhindi. Bwana manje kwa mtandao bwana msinichekesha. Haleluya. Amen. Muhindi hauzalishwi waza wenyewe. Kazi ni kupandwa na maji yawepo. Haleluya. Amen. Hata jua likipiga wakati mwingine anajikunja anasema jamani mvua siuje, si mvua uje, maana anapiga magoti, anamuita baba, jamani songoka putu. Kurigiria putu. Jamani kuna kuya dabuya. Wenyewe wanaomba. Alafu acha mahindi akifanya hivyo, mvua itokee. Yaani ukija wiki ya pili huingie hapo. Kwani mpaka siku bado? Haleluya. Yalikuwa kwa ibada. Wanaambia kwa ibada. Lakini bado ni mwana wa Mungu. Wakija wiki ya pili hawaingii nchi. Kumenawiri. Wiki ya tatu mwindi umeachilia. Juu na hapo nasema videvu kujeni. Mpokee vitu. Pole ninamwagika. Haleluya. Pole nimetoka wapi? Kwa muhindi. Sasa hii hindi singetoka tu yenyewe hivi. Mbona itokee juu na hapa katikati? Mwokovu Bwana asifiwe. Amen. Jizalishie mwenyewe kwa Bwana. Amina. Jizalishie mwenyewe kwa Bwana. Amen. Hata leo jizalishie kwa Bwana. Amen. Usifurahie kukaa nyumbani mwa Bwana hivi. Usifurahie kukaa nyumbani kwa Bwana, na msikie mchango mzabo, nagala. Sikiraka akafuma akabona kusenege, sikiraku lila vele Bwana. Tai ni mwoni Bwana nenda abadai kansenyi, kode uradifunye nimesina kwa kibana sine. Mwite Bwana. Mwambie Bwana wiki hii nyingine Bwana, siko na mkono mitupu na mimi nataka nizae kitu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Zaeni kwa Bwana. Amina. Amen. Amen. Ukizaa kwa Bwana utamwona Mungu akija nyumbani kwako. Utamwona Mungu akikubariki. Haleluya. Ninaposimama hivi na kuwashuhudia wapendwa maneno haya, Mungu amenitendea mambo ya kipekee sana. Mpaka pale nimefika. Bwana pewa sifa. Vile vitu mwefanya maisha yangu mpaka pale nimefika, nafurahia wokovu. Mimi hata mkinona hivi. Amen. Yaani mimi hata ukinona hivi. Hata usitafute vitu vingine. Tafuta Bwana aliye ndani yangu. Niangalie kukaa ndani kwangu na Bwana. Hiyo inatosha kukujulisha kwamba kukaa na Bwana kunazalisha. Haleluya. Maisha yangu ni Bwana tu. Na wewe mtu wa Mungu kwa hapa, jifundishe kufanya mapenzi yake Mungu. Ukifanya hivyo mpendwa, Mungu atakutetea, atakupigania, na wewe utazaa na utazidi kusafishwa kama vile maandiko yamesema, utasafishwa. Kusafishwa kufanya nini? Leo umeng'ang'ana ukatoa kile umetoa. Sasa kwa sababu Mungu hataki ukose, anaongeza ili ufanye nini? Uzidi kutoa. Kwa Mungu sikubali utoe 500 urudie 500 tena. Kwa Mungu muamini Mungu, ukitoa 500 leo, muamini mchango mwingine utoe 1000. Muamini mchango mwingine utoe 2000 na. Muamini 5000. Yaani muamini Mungu kwa viwango, maana anakusafisha uzidi kuzaa sana. Haleluya. Hiyo nimeihama na ndio nimezungumza na Bwana wangu hivyo na nimekubaliana naye hivyo. Haleluya.
na kama naona kupungukiwa, lazima niende kwake nimwambie Bwana inakuaje, sitaki kae hivi. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Oh, namtaka Yesu moyoni mwangu, moyo wangu utulie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Ninamtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Maisha haya mimi siwezi, namtaka Yesu anisaidie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Namtaka Yesu moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Oh, namtaka Roho moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Namtaka Roho moyoni mwangu, na moyo wangu utulie. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, mfalme, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nalibariki na kulitukuza jina lako mfalme, maana ni wewe Bwana umenipa kusimama mbele za watumishi wako, kwamba ni yanene maneno ya uzima ambayo umeyatia ndani yangu kwa ajili ya kanisa lako. Wewe Bwana umesema ya kwamba wewe ni mzabibu wa kweli, na baba yetu ndiye mkulima. Bwana, nasi umetunena kwamba ni matawi, na umesema kuna matawi katika mzabibu huu ambayo hayazai. Haya umesema utayaondoa, lakini yale yanayozaa umesema utayasafisha ili yazidi kuzaa sana. Wewe ndiye unayepeana uhai wa matawi, na kwamba Bwana umesema una uwezo wa kuyaondoa. Ninachokuomba Bwana, maana walituma neno lako utuponye, naomba Bwana, ponya kila moyo wa mwanadamu, ponya kila moyo wa mwanadamu ulio mahali hapa. Tumishi wako wanapokuja kwako kuomba na kunyenyekea na kukuomba umsaidie, naomba mara nyingine tena Bwana ukamkumbuke na ukamsamehe na ukamsafishe, ili kwamba afanye mapenzi yako. Kuna wengine Bwana hawakufanya kwa sababu hawakujua, lakini umelituma neno lako na umewajulisha. Wanapoenda kufanya mapenzi yako, naomba wakumbuke Bwana, wainue na kubariki kwa utukufu wako. Asante kwa kunipa nafasi hii. Sifa na utukufu ni kwako, kwa Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi kwa sababu ya leo vile nimesema, tuko na siku yetu ya kuleta fedha zetu kwa Bwana. Kwa nafasi nitamleta mwenye kutukamilishia ibada yetu ya leo. Alafu baada ya hapo tutaenda kukamilisha kwa mambo machache. Amen. Kile nitawasihi tu kwamba tusiondoke, tutulie ili tuifanye kazi kwa pamoja na tukamilishe. Kwa hivyo kabla tulete matangazo, acha nimlete mwenye kutufungia, alafu tutamaliza na yale mengine. Karibu. Tuamini tukamilishe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko chini ya miguu yako sana wakati Bwana. Tunasema asante Bwana mfalme uishie milele, kwa maana umetuonekania katika sehemu zote ambazo Bwana mfalme tumezikamilisha kwa sasa. Mungu wetu, baba yetu, mfalme wa wafalme, tunashukuru Bwana kwa maana wokovu tuliupata kwa neema.
Hakuna kitu chochote ambacho tulipata Baba Jehova kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema yako. Ninakushukuru Bwana kwa Roho wako Mtakatifu. Naomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, achilia Roho wako Mtakatifu Baba Jehova akapate kutukumbusha yote katika yote. Mungu wa rehema, Bwana wangu Yesu Kristo, tunapoachana sasa, Bwana wangu acha hilo neno lako likapate kutenda kazi katika mioyo yetu, na Bwana mfalme Mungu wa maajabu tukapate kutukuza wewe. Nashukuru Mungu wangu kwa ukamilifu Bwana wa ibada siku ya leo. Naamini ya kwamba Bwana umetusikia, na Bwana mfalme unaenda kututendea mema. Hata mchango ulioko mbele yetu, Mungu wetu, Baba yetu, Bwana mfalme, tunakuomba katika jina la Yesu ukapate Bwana kutamalaki, ukapate kutembea na ukapate kukamilisha vyema. Nashukuru kwa maana umesikia na umetenda, ni katika jina la Yesu Kristo aishie milele.